Mzee Steve, tunafanyaje sasa? Dawa zinaenda kuisha nguvu, muda si mrefu nitarudi kwenye umbo langu la uhalisia. Tunafanyaje kiongozi wangu? Ndio maana nipo hapa na wewe jogoo. Wachawi wameshajua kama wewe upo kwangu, na pia wamejua kwamba wewe ni jogoo wa ajabu uliye katika umbo la mbuzi, kwa sababu asubuhi ulijichanganya, uliwika na wamekusikia. Sasa wanakutafuta ili wakutumie katika mambo yao ya kishirikina. Vipi hapo? Heshima yako mkuu. Na mbona unazurura sana? Nimetoka nyumbani kwenu, lakini cha ajabu mama yako hayupo na wewe haupo. Unazurura sana eh? Mi yako hata sizururi. Kama ulienda nyumbani hujamkuta mama, yeye ndo anazurura kwa sababu yeye ndo alonituma. Sawa. Hata hivyo hicho sicho kilichonileta hapa. Kilichonileta hapa ni jambo hili moja tu. Nimekuja kukutaarifu ya kwamba jogoo wa maajabu amepatikana. Amewika alfajiri ya leo nyumbani kwa Steve. Naomba umfikishie mama yako taarifa hizi. Na nadhani leo tutakutana, na sio saa 5 kama ilivyozoeleka. Leo ni saa 2 ya usiku. Baada ya kuwapa taarifa wote, nitaenda nyumbani kwa Steve ili nikamchukua huyu jogoo wa maajabu kwa nguvu. Kwa hiyo huenda katika kikao chetu cha leo tukawa na jogoo wetu wa maajabu. Usijizuie kijana, cheka tu, fly, cheka kwa nguvu. Unacheka nini? Nakuuliza unacheka nini? Naam. Kaza, mtoto wa kiume. Utalamba na nyoka wangu wa shingoni. Ila usijali, ndio maana tuko hapa kujaribu bahati yako, ili usije ukaingia kwenye mikono ya wale wachawi. Itakapofika saa 6 na dakika 43, kwa maana dakika 3 zijazo, kuna mtu nilimwona katika ndoto zangu na maono yananionyesha kwamba ukiingia mikononi mwa huyo mtu, usalama wako utaongezeka, kwa sababu macho yangu yananionyesha huyu si mtu wa kawaida, ila ni mtu mwema. Asante sana mzee Steve, wewe ni mtu mwema sana, umenipambania sana na kushukuru. Sijali, nakutakia kila laheri na natumai safari hii utapata mtu mwema sana kuzidi mimi. Huyu badilika haraka basi. Kijiti, mbona uko hivyo tena? Naona umekuja hapa upo kimya tu unaniangalia, hata sielewi shida nini kwani? Hata mna shida, lakini wewe si uliniambia nije kukupikia, alafu mambo mengine ndio yatafuata. Mpenzi wangu, masuala
kunipikia haina shida, lakini ndio nimekuambia uje kunipikia. Sasa nipikie kwanza kivi hiki chakula tule, then kuja kunipikia chakula kingine. Sasa surprise. Sasa leo nimenunua kilo hizo 2 za unga. Sasa unajua tunalia na nini? Tunalia na daga mchele na kachumbari kwa mbali, mboga nazopendaga wewe zile. Haya, sawa. Sasa fanya hivyo. Sasa ukisema tena unakuwa kimya kimya, tuanze kwanza kupika kwanza chakula hiki. Sawa? Sawa. Nani sasa huyu? Nani? Nini hapa? Sikia, tulia na mudu vizuri tu, ngoja nikaongea naye. Tulia, usihangaike sasa. Na mtu ushapaka na vitu ngine toka kwenye leli tu. Tulia basi. Kijana, habari yako? Salama mzee, shikamoo. Marahaba. Hali zaidi? Salama. Naona uko mtaani kwangu hapa. Napita naenda kazini pale. Okay. Karibu. Asante. Mimi naitwa Mzee Steve. Hapa ni nyumbani kwangu. Lakini pia samahani mzee. Samahani, naomba utanisamehe kwa kukatisha. Naomba hata usipoanza hata kuelezea sana, kwa sababu uchumi wangu hauko sawa. Sina hela ya kununua huyo kuku. Hata usipomnadi sana mzee wangu. Alikwambia nauza kuku mimi nani? Nimepewa taarifa na watu mbalimbali ya kuwa mdogo wangu yupo hapa, hajaenda shule, na sio mara moja wala sio mara mbili. Mara kwa mara amekuwa akija hapa, shule haendi. Kwa hiyo nimekuja kutaka kujua mdogo wangu kama yuko hapa. Efe bro, ni mara ngapi wewe umenifuata kuhusu mdogo wako kwamba nisiwe na mahusiano naye kabisa? Yaani kifupi tu nilikuwa nimeshakuelewa. Kwa sasa hivi sina mahusiano naye kabisa. Ni miezi 3 sasa sijamuona kabisa na nimeacha naye kabisa. Yaani hata sijui yuko wapi. Yaani hata kama nikikutana naye hapo siwezi hata kumfananisha sura yake. Kifupi simjui. Haya, wewe ni nani aliyokuambia kwamba mdogo wako yuko hapa nyumbani kwangu? Ni nani? Sikiliza bwana. Walimwengu watakunyima chakula lakini sio maneno. Hizi taarifa nimezipata kwa majirani na watu mbalimbali ya kwamba mdogo wangu haendi shule. Mdogo wangu shule yake inaishia hapa. Mimi siuzi kuku, ila nilitaka kukuambia ni kwamba leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa kawaida kila inapofika tarehe kama leo, kwenye sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa, huwa natoa zawadi. Zawadi yenyewe ni jogoo, kama unavyoona ni ule nilimshika hapa. Nilikuwa nimekaa hapa nikimsubiri mtu yoyote atakayepita ili abahatike kuipata hii zawadi ya huyu jogoo. Na wewe umekuwa ndio wa kwanza kupita hapa. Nashukuru sana mzee wangu, lakini samahani pia,
Unajua mimi katika maisha yangu sijazoea kuchukua vitu vya bure kutoka kwa watu. Kwa mimi nakushukuru sana kwa hilo. Asante. Nimeshakuambia hii ni zawadi, sio kitu cha bure. Jogoo kama huyu watu wanunua hela nyingi sana, 30, 50, saa nyingine mpaka laki. Mimi nakupa bure na kutunuku katika sehemu ya sherehe yangu ya kuzaliwa. Yaani wewe ushiriki na mimi kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Hofu yako iko wapi? Chukua kijana kuku. Acha wasiwasi, acha woga. Karibu sana kijana. Lo, unajua wewe sio mzee, ni kijana tu. Sema unajizeesha hizo pigo zako. Yaani wewe mtu akikupa maneno unasema eti sijui ni chakula sijui makolokolo gani, wewe unayabeba vile unayavaa, unakuja nyumba za watu unagonga, eti mdogo wako yuko hapa. Una uhakika gani kama mdogo wako yuko hapa? Naomba unisikilize kwa makini. Leo nimeamka vizuri kabisa. Tusije tukaharibiana siku, tukaumizana hapa, kwa sababu hapa ni nyumbani kwangu. Hebu naomba utoke. Toka basi. Kijana, mimi sina muda wa kubishana na wewe, wa kufokeana na wewe, ila nakuuliza tu kwa unyenyekevu mkubwa, nasisitiza kwa unyenyekevu mkubwa, una uhakika kwamba Kijiti hayuko hapa? Nakwambieje? Na mimi naongea hivyo hivyo kwa unyenyekevu mkubwa kuliko hata kwako wewe. Humu ndani kwangu hakuna Kijiti wala miti. Toka nyumbani kwangu. Nashukuru sana mzee. Asante sana kwa ukarimu wako. Mungu akubariki sana na kuombea tu maisha marefu ili hata mwakani watu wengine waweze kupata bahati kama hii ya kupewa jogoo. Nakushukuru sana. Sawa, na mimi nashukuru. Ila usije ukafanya makosa ukafikiri umepata kitoweo. Huyo kuku usije ukamchinja. Kwa nini tena? Sijaongea lugha ngumu, nimeongea lugha nyepesi, lugha ya taifa, Kiswahili. Usije ukamchinja huyo kuku, umfuge. Wewe fuga tu. Sasa mzee, mbona unakuwa mkali hivyo? Hapo inavyoonekana kama huyu kuku wako sijui wa masharti huyu. Basi mimi simtaki kama ni hivyo, chukua kuku wako. Utamtaka tu. Na kama kweli umtaki na unajiamini, mweke chini, afu uone kitakachokutokea. Mfuge. Mfuge! Bwana, wewe mtu gani? Wewe ni kijana kabisa, unajizeesha bure tu. Baada utafute maisha, unaonekana kabisa hoe hae, ueleweki. Baada utafute maisha huko, uwe na maisha mazuri, unafaa kufuatilia si watu, si mdogo wako, si nani.
Ni mtu mzima kabisa yule. Unaanza kumtafuta sijui kijiti, sijui nani, kafanya mambo mengine. Kafanya mambo mengine bro. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Angalia kwanza unavyojizesha na jua kali kama hiyo. Haweni jamii ya kizungu. Nikuongea Kiingereza ili unielewe. The child is not in the house. Yes or no, my friend? Toka hapa! Kijana, nakuuliza kwa mara ya 3 na ya mwisho, una uhakika ya kwamba Kijiti binti Komei Rwihula hayuko hapa nyumbani kwako? Wewe nitakupiga, sitojali unalia. Nitakupiga nifungwe. Sasa wewe endelea hivyo, endelea kunekela, kunifukunywa, afu uione mizimu yangu ya Kimakonde inavyochachama. Endelea hivyo kunekela, endelea. Kijana, kwa kuwa ushasema kwamba Kijiti haipo hapa, mimi nachokiona tusifike kupigana. Mimi nachokifanya naamua kuondoka, naondoka, lakini usije ukanitafuta na kuomba. Eti kukutafuta? Akutafute nani wewe? Kijana tena ni mtoto mdogo kabisa, unajiweka kama mzee tena wa miaka 80 huko. Eti unakaa hapa nikutafute walipi? Una kitu gani ya kukutafuta mimi? Utanipa nini? Miwani yako hiyo? Kwanza wewe unaanza kumfuatilia yule mtoto, unataka kumuoa wewe? Ule mayai yako wewe vipi bwana? Bado utulie kwa na familia yako, unakuja hapo kijiti nini? Acha sisi tujilie vyetu. Unakuja hapo sijui mdogo wangu sijui nini. Niache kitufe. Kipenzi cha wanafunzi. Sharukani. Malume. Aga. Wewe nini bwana? Acha tujilie vyetu. Sasa siku nyingine uje tena, sijui nini nakupeleka huko kone vitu vinavyofanyika huko. Ndio utajua kwamba mimi nina laana, sio hii. Tumenyonyea hivi vitu sisi. Wewe vipi bwana? Nilikwambia nimempiga mkwala huu mmoja tu, mwenyewe kaondoka, na ajui kabisa kama uko hapa. Mpenzi wangu, mimi ndo kitufe aka Malume Akishei wakanda hii. Mimi natisha, mikwala yangu inaogopeka. Sasa basi haina haja hata ya kuogopa. Jifunue basi, shuka tuendelee na mambo yetu. Jifunue basi tuendelee na mambo yetu. Unajua Kijiti binadamu wabaya sana kiamwe. Yaani wamemwambia sijui uko hapa, toka sijui kila siku nakuja hapa kila siku, sijui toka asubuhi sijui nashinda hapa, lakini kwa jinsi nilivyopambana kuongea naye, nikakunja ndita. Ameamini kabisa kama uko hapa. Na hata ajua tena. Yaani ameondoka hapa, akili yake yote hauko hapa. Hivyo basi jifunue, tuendelee na mapishi yetu. Kijiti, jifunue. Jifunue basi, acha basi mambo yako. Acha kudeka mtoto.
Unadeka nini? Jifunue. Ushaanza kuleta madeko yako. Au mpaka nikuimbie ile nyimbo yako ndio ufurahi uenjoy. Ujifunue taratibu, tuendelee na mapishi yetu, si ndio? Sasa ngoja nikupigie songe lako. Kijiti, Amina sana penzi la mguani, apenzi la mguani, apenzi la mguani. Kijiti, Amina sana penzi la mguani, apenzi la mguani, apenzi la mguani. Kijiti, jifunue basi, unataka kuanza kumtoa majasho tena? Vitu vya furaha tena unataka kumtoa na jasho? Kwa hiyo utaki kujifunua, unamaanisha sasa nikufuate huko kwenye shuka, si ndio? Sasa hapa jisiwe mjinga. Mimi ni mjanja, mtaalamu wa hivi vitu, haya mambo. Sasa ngoja nikufuate humo. Kufuate kwenye shuka humo, mambo yawe lele. Mama. Hapana, kwa kweli. Yaani hapana. Hapana kabisa, hapana, ninasema hapana. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Aise, kimeumana. Wewe unasema kwamba wewe kuku ulimletea mtu wako. Ila baada ya kunikuta mimi hapa umebadilisha kete. Mara nimepewa zawadi, nisimchinje. Yaani sikuelewi. Yaani usinichanganye. Usinichanganye kabisa. Yaani mimi naona kabisa nipo mbadilisha mada, unataka tu kufanya kitu na mtu wako, wewe niambie. Eva, nisikize basi. Nisikilize. Hebu nisikize na tuelewane. Tuelewane na tufunge mjadala, tuifunge hii mada. Kwa sababu nusu saa tuko hapa tunazungumza swala moja tu. Unafikiri mimi sina kazi nyingine za kufanya? Swala moja najaribu kukuelezea. Nimekuelezea mazingira jinsi nimempata huyu kuku. Na nikakwambia kabisa kwamba nimepewa sharti kwamba nisimchinje. Lakini unataka kuelewa. Kwa unakuwa hivyo. Mimi nimetoka hapa muda so mrefu. Labda ngoja nirudie tena, labda ndio utanielewa. Nimetoka hapa muda so mrefu naenda zangu kazini. Nafika njiani nikakutana na mzee mmoja, akaniita akaniambia, "Kijana, leo ni siku yangu ya nini? Ya kuzaliwa." Akawa amenipa huyo kuku kama zawadi. Lakini akanipa sharti kwamba nisimchinje. Sasa namfikisha hapa na kukuta wewe mwenyewe umekuja bila kutoa taarifa. Nilikuwa sitegemei kama atakukuta hapa. Unaanza kung'ang'ania kwamba kuku sijui tumchinje. Najaribu kueleza, unaweka wivu wako mbele. Unasema kwamba sijui nimemnunulia mwanamke mwingine, sijui na mwanamke mwingine, nitaka sijui tufanye sikukuu ndani, tuchinje kuku tule, kwa kuwa nimekuta wewe ndio maana sitaki kumchinja. Mimi huyo. Unakuwa unijui. Au yaani unakuwa kama vile haya mahusiano tumeanza leo yani. Sasa nisikilize basi. Mimi yule mzee kanipa sharti kwamba kuku simchinje. Na nitatekeleza sharti lake. Sitomchinja. Kwa mimi hayo mambo swala mengine sijui ya mwanamke, sijui ni nini. Wewe ndio utakavyotaka, nifikirie vyovyote vile, lakini mimi natekeleza agiza ambalo kanipa yule mzee. Basi tu. Basi tuheshimu watu wazima bana. Unaona uko panic? Unaona? Yaani umepanic, umechanganyikiwa. Na hivi nimekuambia kwamba nitakaa hapa wiki moja. Basi ndio kabisa nimekutoa nje ya leo. Yaani plani zako zimefail. Sijui mliamua kama mlete wewe kuku hapa msherekee, mle mchinje. Yaani sasa hivi niko mpagawa hivi. Sio unachanganyikiwa? Hata nakwambia hivi, huyo kuku sijui mko mpanda na mpenzi wako, kama mje hapa mchinje, muumle. Hasa sasa kwa mimi nimekuja, nakwambia hivi, kuna mla na mchinja na amla na hakuna ambacho utanifanya. Sijui umenielewa? Nimemaliza. Yaani hapa ndio naenda kuchukua kisu na mchinja. Nini sasa hii? Weva. We ulikuja kama nuru, ghafla upepo ukazima, wala tukufaulu mipango turoisema. Siwezi kukufuru kwamba ufai kusema, picha ya ukari na porojo nyingi kuntukana. Siwezi sema kwa mapenzi misitorudia, maana soa kwanza mikunikimbia. Wapo wengi kibao walioniacha minaria, iya kujari hata kusikia. Nobembereza moyo siniweke matatani, moyo koma kupenda wengine tuwatamani. Tujifunze uchoyo, spende tena mashetani. Moyo 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 moyo, uko wapi kwani?
Mshika unaweza sana. Atina bembeleza moyo. Moyo uko wapi moyo? Wamshika. Yaani mziki unapita kwenye nyuzi za hisia kabisa. Kabisa. Sasa unasikia mkuu, katika hizi mingo zetu hizi za uchawi kuna moja nimeipiga. Hiyo kali sasa. Nawapeni tu nyinyi kama wanangu. Hiyo nawapeni kama wanangu. Hiyo nimepigaje juu? Lete vitu mshika. Sikiliza sasa, acha mbwembwe na wewe Madredi. Sikiliza. Kwenye wanga kuna changamoto mpaka zinakea. Tunabebeshwa majukumu kama watoto kwa bembea. Tunawanga sio kupenda tumeshazoea. Ila kwangu ni kama kinga na napenda nikipotea. Huyu mshika na sasa shaanza. Heshima yako mkuu. Nisikilizeni kwa makini. Kilichonileta hapa ni kwa taarifu. Leo usiku tuna kikao na sio saa 5 kama mlivyozoea. Leo ni saa 2 usiku. Jogoo wa maajabu amepatikana. Aliwika alfajiri ya kuamkia leo nyumbani kwa Steve. Nataka nipambane mpaka nimpate ili niweze kubadilisha maisha yenu. Kijana, karibu katika chama chetu cha uchawi. Mafanikio utayapata tena kwa haraka sana kupitia huu muziki unaoimba. Utanitumia nyimbo zako WhatsApp ili niweze kuziloga ili uende viral. Odi. 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 Nipo huku. Mzee, nimeleta kuku wako. Nimeamua kumrudisha kwa sababu nataka kuniharibia mahusiano yangu. Mimi nilikuwa nishakubaliana na sharti lako la kwamba nimfuge. Lakini sasa nilipofika pale nyumbani mpenzi wangu analazimisha kachinjwe. Na yuko serious kabisa. Na akasema nisipokubali huyu kuku achinjwe basi tu nikubali kuachana naye. Sasa mimi nikaona kwamba sipo tayari kuhatarisha mahusiano yangu kwa ajili ya kuku ambaye sijui ametoka wapi, anaelekea wapi, hata masharti yake si yameibuka tu, mimi kwa natembea zangu. Kwa hiyo mimi nimeona tu ni bora nimrudishe. Kwanza futa kauli. Huyo kuku sio wa kwangu. Ni wa kwako. Yaani ulivyompokea ndivyo ulivyoyapokea. Sasa mzee, kwa nini unafanya hivi lakini? Yaani kwa nini unafanya hivi yani? Yaani kwa nini tunatishana maisha, yaani tunatishana uhai, tunatishana maisha? Kwa nini? Huyu kuku si wa kwako huyu. Na wewe ndio ulinikabidhi. Wala hata sikukuomba. Wewe ndio ukasema shughuli siku yako ya kuzaliwa ukanikabidhi. Sasa tangu lini unampa mtu zawadi kwa masharti? Tena kwa kumtisha. Bwana, mimi simtaki kuku wako. Kaa naye. Na kama utaki kukaa naye, mimi nikimpeleka kwa nyumbani akachinje, tusije tukaulizana kesho na kesho kutwa. Tusije tukaulizana. Chukua kuku wako mzee. Lalamika, imba, lia, huyo kuku ni wa kwako. Usimchinje. Mzee, sikiliza basi. Usione kama vile unanimudu. Usione kama unaweza kunipelekesha kuniamrisha vitu ambavyo havieleweki, havina nyuma wala mbele nikavikubali. Usione hivyo. Na usinione mdhaifu kutokana na upole wangu na unyenyekevu wangu kwako. Na kuheshimu tu kwa kuwa wewe una umri sawa na baba yangu au unamzidi kabisa. Hicho ndio kinachofanya na kuheshimu. Na ndio maana unaamua kuniendesha kama gari bovu na kubali tu. Umenilazimisha kunipa kuku, nimekubali. Ukanipa masharti nikataka kuyatekeleza. Lakini nakwambia na nakusisitiza tena. Nilipopeleka kule nyumbani, hawajataka kufuatisha hiki ninachokitaka. Nyumbani kule wanataka wamchinje. Mimi namrejesha, unanilazimisha. Unaona kama vile unanimudu sijui. Usisababishe mimi sinaga tabia kuwatukana watu wazima.
sababisha kutukana mimi. Nimeshasema kuku simtaki, ataniletea matatizo, simtaki. Full stop. Chukua kuku wako. Wewe kijana, hebu pokea simu kwanza. Simu gani hiyo? Nakuuliza simu gani ambayo unataka nipokee?